Kibiti Secondary School. Shule ya sekondari ya Kibiti kutoka wilaya ya Kibiti mkoa wa Pwani ni mojawapo kati ya shule ambazo zilishiriki mradi wa Uwezo Award 2022. Moja ya malengo ya mradi huu unaoendeshwa na Great Hope Foundation ni kuwapa wanafunzi fursa ya kutambua uwezo wao na kuuendeleza, hasa ule ambao mara nyingi hauonekani moja kwa moja darasani. Wanafunzi hufanya miradi bunifu inayoleta mabadiliko chanya kwenye jamii yao, ambayo pia huwapa fursa ya kujifunza ujasiriamali. Katika Uwezo Award 2022, shule hii ya Kibiti Sekondari ilifanikiwa kushiriki kwa mara ya kwanza na kupata tuzo ya fedha, yani Silver Trophy, baada ya kuwa washindi watatu katika shule 250 zilizoshiriki mradi huu kutoka mikoa ya Dar es Salaam, Morogoro na Pwani. Je, wanafunzi hawa walifanya mradi gani? Kwa mwaka 2022 mradi wetu ulienda kwa jina la Youth Empowerment and Social Development. Vitu ambavyo tuliweza kuvifanya katika mradi wetu wa mwaka 2022, tuliweza kufanya mradi wa blood donation. Tuliangalia changamoto zinazoikumba mkoa wa Pwani kwa ukosefu wa damu, kwani kulikuwa na wagonjwa tofauti ambao wengi wao walikuwa ni wamama ambao wanaenda kujifungua, wengine walikuwa ni watu wanaopata ajali. Kwa sisi kama wanafunzi wa Kibiti tukaamua tujicombine au tujiorganize pamoja na kupeana elimu ya umuhimu wa kuchangishana damu. Kwa hivyo tukafanikiwa kuchangishana damu iende kusaidia jamii. Wengine ambao tuweza kukifanya, tuliangalia swala ambalo linakumba sana jamii, swala la rushwa. Kwa sisi kama wanafunzi tukasema tuna nafasi ya kupeana elimu ili kuzuia uendelevu wa swala la rushwa. Kwa katika siku ya Mwenge tulijiorganize sisi kama wanafunzi kwa kuandaa mabango ambao yakaambatana na utoaji elimu ya jinsi gani fedha ambazo serikali inazitoa zinaweza zikatumika katika kufanya miradi ya maendeleo kwa jamii, mfano kujenga shule na pia kujenga mahospitali. Tukaenda mbali zaidi, tukaona pia sisi kama vijana kuna changamoto moja kubwa sana ya ukosefu wa ajira. Sasa tukasema tukienda mbali na masuala ya elimu ambayo yapo katika mtaala wa shule, tunaweza tukafanya vitu ambavyo vitatusaidia sisi kupambana na swala la ajira. Kwa sisi kama sisi wanafunzi tukaorganize elimu ambayo itatoa elimu ya ujasiriamali pamoja elimu ya kutunza fedha. Kwa tukaandaa vipindi vya kila wiki, tunatoa siku 2 kwa ajili ya kutoa hiyo elimu, ambapo wanafunzi wengi walinufaika na kuwawezesha baada ya hapo kwenda nyumbani na kuweza kujua jinsi gani ya kujiendeleza wao kama wanafunzi wajiondoe katika swala la ukosefu wa ajira. Mbali na hapo tukasema kwamba changamoto kubwa ambayo inaikumba shule yetu ni swala la malaria. Na mkoa wa Kibiti ndio mkoa namba 1 ambao unasumbuliwa na swala la ugonjwa wa malaria. Kwa sisi kama wanafunzi kupitia miradi ambayo tumeifanya, tuweza kupata fedha ambazo tuweza kununua vifaa tofauti kwemo mafyekeo, majembe na makoleo, ambapo sasa tuliandaa siku maalum ambapo tulienda kufyeka maeneo tofauti ya shule yetu ili kuondoa mazalia ya malaria. Kwa hivyo ilisaidia kupunguza swala la malaria katika shule yetu ya Kibiti. Katika mradi wetu tulifanikiwa kukusanya kiasi cha shilingi milioni 1,873,000 ambacho kiasi hicho tulikipata kupitia miradi ifuatayo. Tulianza na kuchangishana members wenyewe. Baada ya kupata kiasi kidogo cha pesa, tukakusanya zile pesa na tukaenda kununua vifaa vya sabuni. Tukaanza phase ya kwanza ya utengenezaji wa sabuni, ambapo phase hiyo ilipelekea tulikusanya kiasi kama 66,000. Tukaona ni bado funds ambayo haijitoshelezi, hivyo tukapelekea kufanya phase ya pili. Phase ya pili nayo ikatupatia kiasi cha 98,000. Hivyo tukawa na kiasi cha kutosha kwa ajili ya kufanya miradi mingine. Mradi ambao tulifuata baada hapo, kwa sababu pia tulikuwa tuna aim kubwa kufanya miradi mingine mikubwa, ikabidi tuwe na fund kubwa. Kwa tulifuata kwenye chicken keeping project. Ambao chicken keeping project tulifanya kama ifuatavyo. Tulianza na kununua mayai 100. Baada ya kununua mayai 100 tukapeleka kwenye kufanyia incubation. Baada ya kufanya incubation vikatoka vifaranga 81. Vifaranga 81 ndio tukalinavyo shule hapa kwa ajili ya kuvistart masuala kuvikuza. Ila kwenda kuvikuza kwa sababu tulikuwa tumeaim kufanya mradi wa chicken keeping ya kisasa, modern farming. Hapo ikabidi tuwe na chakula cha kisasa pia ambacho kinahusisha starter na grower na finisher kwa mishoni. Sasa kwa muda huo yale mayai ambayo tulipeleka tulinunua kila yai moja shilingi 300.
Kwa hivyo haikuweza kukosti pesa yote. Tukapelekea pesa iliyobakia kununua grower na starter. Tukakuza vifaranga hivyo kwa siku 40 ambao tukadiria kwa mradi wetu mpaka siku 40 kutokana na tulivyojifunza. Hao kuku watakuwa wamefika katika medium stage as the first level. Ambao kwa muda huo tulikuwa na kuku ambao wamefika medium stage kuku 81 ambao walikuwa bado hawajafikia katika stage ya kutaga ambao ndio last stage ama kuliwa nyama tayari, lakini ilikuwa ni baada ya short time wanaweza kutumika. Tukaamua kuuza nusu ya kuku kutokana na leakage tuliyoipata baada ya kuisha kwa chakula. Tukaamua kuuza kuku 40 ili kuweza kwenda kununua tena grower na starter. Ambao kuku 40 kilo kuku moja tulimuuza shilingi 8,000. Hapo ndo tukapata capital nyingine kwa ajili ya kuendelea kununua grower na starter. Pia tukafanikiwa kununua na finisher. Ambao finisher inapelekea kuku wakubwa kwa ajili ya kuendelea kuweza kutaga au kwa mfano tukishaamua tutakuwa tuna mix chakula cha kawaida pamoja na finisher ama pumba pamoja na finisher kwa ajili ya support ukuaji wa kuku wao. Pia mradi mwingine ambao tulifanya masuala ya vegetation farming. Ambao kwenye vegetation farming tuliaim sana haya kwenye malnutrition kwa sababu kama unavyojua kuna shule zetu za serikali hizi huwa mzoezi sana design moja hizo sana maharagwe moja nyama kwa na focus sana kwenye protein. Baada ya kuona watu wengi wana face scurvy nini na ndio tukaamua kufanya vegetation farming na kuwasaidia wanafunzi wetu. Lakini pia tulifanya rice au maize keeping ambapo tuliaim sana kwenye rise ufaulu wa wanafunzi wetu shuleni ambao tulinunua panya wadogo kwa ajili ya labda tunasema rablets 31 na tukawakuza. Baada ya kuwakuza tukatoa kama zawadi kwa shule kwa ajili ya kuendelea kusupport wanafunzi wetu experiment zao, na hivyo ikapelekea ufaulu wa mwaka jana ambao alitumia panya kuwa mkubwa kwenye masomo. Changamoto gani walizopitia katika kufanya mradi huu? Kwa changamoto kubwa ambazo nilikuwa nimekutana nazo, mara ya kwanza kabisa ni issue ya muda, wakati watu wa kukutana, kwa sababu hapa tunavyojua shuleni kwamba kuna vitu vingi ambavyo vinaendelea, ratiba za shule zinaendelea kama kawaida. Kwa hiyo sasa kuna muda ambao itabidi mtenge ili muweze kukaa kwenye kikao, ili muweze kukutana, kuweze kufanya nini? Kufanya mipango kwa ajili ya project mtazifanya katika mfumo gani. Sasa changamoto ilikuwa wapi? Ni kwamba pale ambapo mnahitaji kukutana, alafu kuna baadhi ya member wana delay kufika, wanashindwa kufika kwa wakati, tunashindwa kufanya kwa wakati kikao. Kwa hiyo kuna muda mwingine tulikuwa tunakwama. Lakini changamoto ya pili pia ambayo tumekutana nayo ni wakati wa kuchukua evidence, kwamba kama tunavyojua hapa shuleni vile vifaa ambavyo tunaweza kutumia kwa ajili ya kuchukulia evidence ilikuwa ni changamoto kidogo. Kwa hiyo kuna muda mwingine tunahitaji kuchukua evidence fulani inakuwa inashindikana, kunakuwa na ugumu. Kwa muda mwingine pia unaweza kaongea na mwalimu mlezi kwamba awape vifaa kwa ajili ya kuchukulia zile evidence. Unachukua baada ya muda fulani, dakika 5 dakika 10, unashangaa amekuja kuifuata labda ana matumizi nayo. Kwa hiyo inashindwa kuchukua evidence katika hali ya nini? Hali ya uhakika. Lakini jambo la tatu, changamoto ya tatu kubwa ambayo tumekutana nayo ni katika swala zima la ushirikiano kutoka kwa watu wengine. Kwa hiyo kwamba kuna project zingine ambazo zilikuwa zinahitaji watu tofauti na sisi wana member tuweze kuiperform katika hali ya ufanisi wa hali ya juu. Kwa hiyo ilikuwa inatuia ugumu sana kutoa elimu kwao waelewe kuhusu project inahusiana na nini, na mapokeo yao yalikuwa kidogo yana uhafifu. Kwa kuna muda mwingine tulikuwa tunahitaji uwepo wao, lakini ikawa nafanyaje, inashindikana. Kwa hiyo hizo nadhani ndio changamoto kubwa sana ambazo tumekutana nazo wakati wa kufanya hizi project. Nilivyosikia tumeshinda kwenye awards za uwezo, tulikuwa tukishikilia nafasi ya 3. Of course hatukutegemea kabisa kwa sababu ilikuwa ndo the first appearance ya Kibiti Secondary School pale kwenye uwezo awards. Kwa ilikuwa ni furaha kubwa sana, hatukutegemea na tulikuwa tumekaa out from nowhere kwa sababu tunajua kuna shule kubwa kama Kibaha nini ambao always was zinachukua. Kwa hiyo tulifurahi sana na pia ilikuwa ni respect kwa sababu ni mara kwanza tunaingia kwenye project, na pia imejengea nini? Uaminifu na confidence kwamba hata kama ni first time, hata kama ndo mnashika mara kwanza, mnaweza mkafika mbali na mkadufa. Pia ilituwezea nani? Respect kubwa na shuleni hapa kwamba washikaji wameenda wamefanya vizuri sana. Kwa hiyo ilikuwa ni realize jina la shule, realize jina la Kibiti, na sisi pia tumepata exposure na experience kukutana na wanafunzi mbalimbali na vitu mbalimbali na project zinazoandaa. Kwa hiyo ni benefitable kwa watu wote. Ni jambo gani wanajivunia kujifunza katika ushiriki wao kwenye mradi huu? Cha kwanza ni ku realize talent za watu shuleni.
tumefanikiwa kurealize talent za watu wengi shuleni. Watu wamejua vipaji vyao mbalimbali, kwamba mtu yeye kama ni presenter, mwingine ni mwimbaji, lakini pia kutokana na uwezo ni group ya watu na wanafunzi, means watu wanakuwa na skills na knowledge mbalimbali. Kwa mfano, kuna project ya soap making, watu wanajua jinsi ya kutengeneza sabuni, kwa unakuta tunafundishana jinsi ya kutengeneza sabuni, watu wana gain knowledge, wana share skills. Ukiacha hivyo pia kuna kufundishana, kuna project yetu inaitwa entrepreneurship and finance project, ambao tulikuwa tunafunza jinsi ya ku manage pocket money, jinsi ya kutumia hela hata ukiwa nyumbani na mtaani, ya kuendeleza mambo yako. Ni pia ni source ya watu kuto depend na ajira ya serikali. Mtu anaweza employ mwenyewe, akajiajiri mwenyewe na maisha yakaenda, kwamba sio tunategemea ajira tu. Mojawapo ikiwa kwamba nimejiamini kama kijana, kwa sababu kuna ile miradi ambayo tulifanya tulivyokuwa mshindi wa 3, ilitufanya kama sisi vijana kuwa na nguvu ya kufanya vitu vikubwa zaidi kwenye jamii yetu. Mfano kama mimi upande wangu ni natumia kipaji changu, mfano kama kupamba. Mpaka sasa hivi kupitia ule mradi ambao tulifanya, kuna baadhi ya vijana ambao tunajiorganize baada ya kumaliza shule, naenda kutengeneza kikundi kimoja ambacho hicho kikundi tumekipata kutokana na mradi wa huu Uwezo project baada ya kutokea. Pia tulikutana na mwalimu msimamizi wa Uwezo Club ya wanafunzi iliyofanya mradi huu, na alikuwa na haya ya kusema kuhusu ushiriki wa wanafunzi katika mradi huu. Kwa nilivyoona, Uwezo Club inawasaidia sana wanafunzi, hususani kushughulika na mambo nje ya masomo ya darasani. Hii kitu kinaongezea wao uwezo wa kuweza kufanya mambo mengine, na ni kwa ajili ya faida yao kwa baadaye, kwa sababu maisha yanahitaji uwezo wa kufanya kitu. Wamehusika kwenye miradi mingi kama mradi wa kuku. Nadhani kila mmoja anafahamu ukifuga kuku unapata kitu gani. Lazima watapata vipato na watakuwa na watu wazuri wa kuja kuwa na ufugaji wakubwa wa kuku na kuweza kuingiza vipato vyao. Lakini wamehusika kwenye miradi mingine kama ya kutoa damu ambayo yanaokoa maisha ya watu. Sasa nadhani ni wanahamasisha jamii kuweza kusaidia watu ili kuweza kuokoa maisha yao, mama waliopoteza damu baada ya kujifungua, lakini pia na watu wengine ambao wanakuwa wamepungukiwa na damu. Lakini ufugaji wa panya ambao nadhani kila mmoja anajua, hii ni shule ambayo ina masomo ya science, inasaidia kwenye practical. Sasa wanasaidia kwa vitu vingi, lakini pia kwa ujumla kama ilivyo Uwezo Club inaongezea wao uwezo. Na huu ndio mradi uliowapa wanafunzi wa Kibiti Sekondari ushindi katika Uwezo Award 2022. Chukua hatua, onesha uwezo.